Yo, mambo vipi? Leo tuko hapa Mlolongo live ndani ya Wamzak Production. Tukiwa nyuma yangu kuna director Zak na mimi ni mwenyewe ndio wa Mix Production, au sio bwana? Sasa leo tuko ndani ya mtaa moja kwa moja. Tunaelekea katika election kama unavyotambua hapa jijini Kenya. Sio Sasa leo tunataka kupiga interview, tueleze ni nani kiongozi wako ambaye unamkubali sasa hivi yuko sawa katika siasa, au sio? Moja kwa moja mpaka kwenye kituo chenyewe kitovu, mtu mwenyewe atuambie chaguo lake ni nani. Sawa, sio? Uko poa? Uko poa. Okay, mimi naitwa Zaka, na wewe? Naitwa Felix. Felix mwenyewe. Felix, unaweza songea hapa kidogo at least uweze kuonekana kwa kamera ndio wakuone. Uko poa? Niko poa. Okay, so mimi naitwa Zaka. Leo tunatembea tuseme hapa Machakos County. Tunataka tujue wakazi wa Machakos. Unajua tunakaribia uchaguzi So tunataka tujue wakazi wa Machakos wanataka kuchagua viongozi wengine wapya ama wanataka kurudisha wale waliokuwepo. Kwanza mwenyewe ni mkazi hapa? Mimi ni mkaaji hapa. Nimekaa hapa kutoka 2012. Huyu ni mkazi hapa. Huyu ni mwenyeji mwenyewe hapa Mlolongo ama hapa Mavoko. So ndugu yangu, nasikia hapa Mavoko mko na viongozi kadhaa ambao, acha tuanzie, unapenda tuanzie juu ama tuanzie chini? Popote tu pale utaanzia. Wewe ni one term ama two term? Mimi ni one term stroke. One term Kabisa. Sasa huyu ni one term, lakini msitumane watu wa Subaru. Huyu ni one term wala kitu. So umesema ni one term, mimi tumemaliza. Wewe gavana wako ni Wavinya Ndeti na tumeona anafanya kazi mzuri kulingana na wewe mwenyewe. Jua kazi hapa Mlolongo anasema Wavinya amefanya kazi, lakini mimi sijui. Na wewe ni baadhi ya wakazi hapa Mlolongo. Hebu tueleze, mama Wavinya Ndeti amefanya kazi ama hajafanya? Tukikuja mambo na Machakos County, kuna wale wanasema mama amefanya kazi. Lakini kwangu sidhani kama kuna kazi nimeona hii Mlolongo. Labda niwe mimi ni kipofu, lakini kusema ukweli Mlolongo tuko na shida. Saa hizi unaona ni msimu wa mvua. Ukitembea kila maeneo unapatana na maji, sewage zinapita kila wakati, kila mahali, barabara zote ziko blocked. Na hiyo ni kazi yake. Hiyo sio kazi ya national government, hiyo ni kazi ya county government kuhakikisha kwamba barabara ziko sawa za mashinani. Lakini sasa hapa Mlolongo tuko na shida. Hata ukienda soko ya Mlolongo saa hizi huwezi ukaingia mle ndani ukanunua chochote kile. So mimi kwangu sioni kama kuna kitu ambacho amekifanya haswa sana kwa sisi wananchi wa upande huu wa Mavoko. Mr. Felix, kwa president amepiga one term, kwa governor pia amepiga one term. Tunaingia kwa mbunge wenu hapa. Mbunge wenu hapa anaitwa Bwana Makau. Kingola mwenyewe. Yeye jamaa nasikia ni mchapakazi. Wewe mwenyewe umeona anafanya kazi ama afanye kazi? Huyo naye kazi yake anaifanya na tunaona, and in terms of rating mimi naweza mpatia 90%. Kwa sababu gani? Nimekuambia niliingia hii Mlolongo kutoka 2012. Na yale mambo ambayo nimeona yakiwa yamefanyika courtesy of mbunge wa Mavoko Bwana Patrick Makau ni mengi. Kwanza kabisa nitaanza na shule. Upande wa huu wetu wa Phase 3, shule ambayo imejengwa ya Ngwata, imejengwa na ikiwa imesimamiwa na mbunge wetu Patrick Makau. So hiyo shule ukiangalia saa hizi standard ambayo iko ni ya hali ya juu. Number 2, ukijaribu kuangalia tena, tuliletewa security huku upande wa Phase 3 imekuwa ikisumbua sana. Lakini sasa tuko na police posts upande wa Phase 3 ambayo pia inatusaidia when it comes to matters security. Na pia jambo lingine ambalo ninakumbuka courtesy ya mheshimiwa pia ni kutuletea shule ya Mavoko ambayo pia imesaidia sana, maana ukiangalia pia population ya huku iko juu, inaendelea kugrow. So watoto kunahitajika shule ziendelee kukua mingi kwa sababu ya hiyo population ya wanafunzi. Ametuletea hiyo na tunaiona iko inafanya kazi. Jambo lingine, hii Phase 3 ilikuwa na shida sana ya stima. Transformer ilikuwa tu ni moja na ilikuwa we used to share. Lakini sasa hivi ukiangalia maeneo ya huku, sasa hata stima
inapatikana. Ikipotea itakuwa imepotea all phases, phase 2 na phase 3. Lakini kitambo ulikuwa unapata phase 2 kuna stima, phase 3 hakuna, kwa sababu ya hiyo mambo na transformer, na tunaona kazi ambayo imefanyika chini ya uongozi wake. So unasema Makau anafanya kazi, na kwa Makau umempa 2 term? Kwa Makau mimi sijampatia 2 term. Kwa Makau ninamuongezea madaraka. Aende wapi? Kwa sababu kulingana na ile kazi ambayo amefanya, kikwangu mimi nitampatia madaraka kwamba awe governor. Kwa sababu mama ameshindwa na kazi, aingie pale asafishe Machakos County irudi vile ilikuwa hapo awali. So kwa Makau mimi nitasema aende pale kwa seat ya governor. So mheshimiwa Makau, kama utaweza kupatana na hii video, wakazi wa Mlolongo wanakuomba uweze kuwa gavana wao. Wamekukubali sana, unafanya kazi mzuri. So kwa Makau umesema hamna tatizo? Hamna tatizo kabisa. Sasa tunakuja kwa mwakilishi wa mwakilishi wa nini hao? MCS. MC wenu hapa anaitwa Mr. Ndwiki. Ndwiki nasikia amefanya kazi kadhaa by the hapa kwa Mlolongo, nasikia anafanya kazi. Wewe umesema ni mkazi wapi? Hebu tueleze, ni kweli amefanya kazi ama hajafanya? Hata mambo ya huyo usijaribu kutaja, kwa sababu Ndwiki yeye yuko chini ya county government. Na yale mambo ambayo nimekuambia kwamba mama ameshindwa kufanya ni mambo ambayo yanafaa kuwa yameletwa na huyu Ndwiki, kwa sababu yeye yuko katika bunge ya county. Kuna miswada ambayo anafaa kuwa anafanya kule kwa bunge ya county ya kuhakikisha kwamba inasaidia mwananchi wa eneo lake. Lakini sasa hizi failures ambazo unaona ninakwambia, hata kama nina blame pia mama, nitamuongezea Ndwiki, kwa sababu yeye ndiye ako na huo uwezo wa kuweza kuvuta mama amwambie njoo kwangu uone wananchi wa kwangu vile wanateseka. Lakini kwa sababu yeye hana hiyo idea ya kujaribu kutengeneza eneo lake, sidhani kama kuna chochote kile tunaweza kumkumbuka nacho, kwa sababu kazi nayo hajaifanya. So pale kwa Ndwiki kama kwa MCA, wewe mwenyewe sasa kama ni mkazi wa hapa, unaona nani ambaye anafaa ili eneo la Mavoko hapa, hii eneo la Mlolongo, Syokimau, Sabaki, nani anafaa kuongoza ile kwa na ambao unaweza mkubali wewe mwenyewe? Upande wa MCA hapa Mlolongo, Syokimau kidogo sijajua watu sana, lakini mimi kivyangu kuna mtu mmoja ambaye namjua haswa sana. Tumeona changes pia kupitia upande wake. Kuna jamaa ambaye jina lake anaitwa Eric Madheka. Eric Madheka. Yeah, Eric unajua amekuwa akifanya kazi pamoja na mheshimiwa Makau, na I guess wao ndio wamekuwa pia advisors wa mheshimiwa Makau. So hiyo inamaanisha kwamba kazi ambayo tunaiona ya mheshimiwa Makau akifanya ni kwa sababu ya advisory team ambayo ako nayo pia, akiwemo mmoja wao huyo Eric Madheka. So mimi kivyangu ninaweza sema kwamba Eric akijitoza kwenye ulingo na asimame kuwa MCA, kura yangu anayo, na huyo ninajua atafanya kazi, kwa sababu tukiwa tumeweka pale Makau kama governor na tuweke Eric ambaye pia amekuwa advisor wake, unaona itakuwa rahisi pia kuanza kupeana miswada katika bunge la Machakos ambayo itasaidia mwananchi wa hapa Mlolongo, kwa sababu alipokuja huku Mlolongo, huyo Eric alipokuja huku side ya phase 3 akawa anaishi phase 3, hapo ndipo tulianza kuona changes zikiwa, kwa sababu amesaidia. Unajua ukiwa unaishi mahali unaona shida za mahali na una huo uwezo wa kusaidia, unaanza kusaidia immediately. So wakati alikuja akaanza kuishi na sisi hapa phase 3, tumeona some changes ambazo zenye nimetaja courtesy of Eric, na mimi naweza sema kwamba MCA bwana Eric yuko sawa. Bwana Eric Madheka, kwa mfano kama utaweza kupatana na hii video yetu, ujua wakazi wa Mlolongo wameweza kukubali, na huyu ni baadhi tu wakazi wa Mlolongo, na amesema kura unayo. Ukweli umesema wana Mlolongo watamkubali Eric? Eric wana Mlolongo watamkubali, maana kazi ambayo ameifanya ni kazi kubwa. Mimi personally, wacha sasa nikueleze kwa nini niseme Eric. Mimi mwenyewe si Mkamba, lakini tangu nije hii Mlolongo, nimesema 2012, kuna jambo moja ambalo
Eric alinisaidia. Najua haelewi ama anaweza kuwa amesahau kwa sababu hatujapatana sana, na alinisaidia pasi kunijua, hakuwa ananijua. Maana ule wakati nilikuwa na ndugu yangu ambaye alikuwa anasomea kule Godoma, sehemu za Mombasa, Kilifi, na alikuwa amekuja akitafuta tunaita attachment. Nikawa nimemtafutia kwa kampuni mingi sana, lakini haikupenya. Baadaye rafiki yangu akaniambia wacha nikiconnect na mtu ambaye anaweza kusaidia. Akanipa namba ya Eric, nikampigia, nikamintroduce, nikamwambia shida zile nilikuwa nazo. Alikuja akaniambia mwambie ndugu yako aje, na ndugu yangu alipoenda alipewa kazi katika ofisi ya county branch ya River. Umesema si Mkamba ndugu yako? Yeye si Mkamba, mimi si Mkamba. Na ndugu yangu si Mkamba. Lakini nilisaidiwa na Eric. Hakutaka kujua ni kabila gani? Hakutaka kujua. Hata sidhani kama anajua mimi ni Mluo. Lakini alinisaidia na kiukweli nikaona msaada wake. Kwa hivyo, na sio mimi tu, kuna watu nimekutana na wao ambao si kabila yao huku ya Ukambani, lakini nasikia mtu anasema nilisaidika na Eric akanipa basari, akaniconnect nikapata basari. Kwa hivyo watu kama hao ndio ambao watu tunataka katika maeneo haya, watu ambao wana roho ya kusaidia, kwa sababu Mlolongo is a cosmopolitan, iko na wakaaji kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hivyo kimaoni yangu MCA Eric anatosha. So bwana Eric Matheka, umesikia huyu ni baadhi ya wakazi wa Mlolongo, na bado tunaendelea kutafuta wakazi wengine wa Mlolongo tuweze kujua wenyewe wameamua aje. Sawa, so subscribe YouTube Zack TV, TikTok Zack TV, kila mahali Zack TV. Wacha tuendelee kutembea hapa Mlolongo tuone wakazi wanamtaka nani aweze kuwakilisha, kwa sababu ni mwana ndugu yangu hapa amesema amemkubali Mr. Eric kuwa kama MCA wa hapa Syokimau Mlolongo. So wacha tuendelee tuone inakuwaje. Asante sana ndugu yako kwa time yako. Nashukuru sana. Sawa sawa.